Shalom, shalom, shalom. Mimi ni Pastor John. Namshukuru Mungu kwa ajili yako aliyenipa nafasi siku ya leo tuende kujifunza neno la Mungu. Na kukaribisha katika somo la baraka ambalo litakutoa hatua moja kwenda nyingine kwenye Ukristo wako. Na siku ya leo natamani tujifunze kitu kimoja ambacho ni madhara mawili yanayompata Mkristo kutokana na kupata mafundisho yenye tafsiri isiyo sahihi ya neno la Mungu. Siku leo natamani nizungumze kwa habari ya madhara ambayo mtu unaweza kuyapata pale ambapo unasikiliza mafundisho ambayo hayatokani na tafsiri sahihi ya neno la Mungu. Ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Mhubiri mlango ule wa 8 na mstari wa 1, Biblia inasema, ni nani aliye kama mwenye hekima, naye ni nani ajuaye kufasiri neno? Biblia inauliza kwa habari ya ni nani ajuaye kufasiri neno. Hili ni swali. Biblia inauliza ni nani ajuaye kufasiri neno. Na ninapoongelea neno kufasiri, maana yake ni kutoa maana kamili ya kitu kwa usahihi. Na hili neno kufasiri kwa Kiingereza maana yake interpretation, to give true meaning of a thing or something. Unatoa maana kamili ya kitu fulani. Sasa kuna kitu kimoja ambacho unatakuwa makini sana, mtumishi wa Mungu, kwa habari ya mahubiri au mhubiri ambaye unaweza kuwa unamsikiliza, kwa sababu una uwezo wa kupata tafsiri isiyo sahihi ya neno la Mungu. Na utakapopata ile tafsiri isiyo sahihi ya neno la Mungu, ikaleta madhara kwenye maisha yako. Kwa Biblia inauliza ni nani ajuaye kufasiri neno. Na hili swali linaonyesha ni kwamba wako wengi ambao hawajui kufasiri neno. Kwa Mungu anatafuta mtu gani anayeweza kufasiri neno la Mungu. Kwa hiyo hata wewe naomba Mungu akusaidie umpate mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kufasiri neno la Mungu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sasa kuna mfano mmoja natamani tujifunze wa bustani ya Eden, baina ya Shetani na Hawa. Kuna kitu hapa cha kujifunza. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 3 mstari wa 1, wa 3 na wa 5, Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kwa maana Mungu, msije mkafa. Mstari wa 5, Biblia inasema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Sasa ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 3 mstari wa 1 hadi ule wa 6, unaona kuna mazungumzo hapa ya Shetani na Hawa. Sasa tunaona kitu kimoja ambacho Shetani anakifanya kwa Hawa. Anampa fasiri ya neno la Mungu ambayo ina ukweli kidogo na ina uongo kidogo. Na tunaona hapa majanga yanaingia kwenye maisha ya Hawa. Kwa hiyo nataka ufahamu, kibiblia pia mwanamke huwa ni ishara ya kanisa. Shetani anapokuja kwenye maisha ya mtu, anakuja pia kwa njia ya mafundisho. Unakutana na mafundisho ambayo
nyuma yake yana ukweli nusu na uongo nusu. Sasa yale mafundisho yakija yanakuwa na madhara. Kwa hiyo inatakiwa makini sana, mtumishi wa Mungu, unapokuwa unasikiliza mahubiri mbalimbali mtandaoni. Kuna mafundisho nyuma yake yana ukweli nusu na yana uongo nusu. Ukiyafuata tu moja kwa moja unakuta hatua zako za Ukristo zinafungwa. Basi tuendelee na somo letu. Sasa tunaona hapa shetani anageuza neno la Mungu wakati wa maongezi haya ya Hawa na shetani. Kwa unaona hapa neno la Mungu linageuzwa. Na neno la Mungu linavyogeuzwa hapa, tunaona Hawa anapata madhara. Sasa ukisoma milango ya chini huko, anafukuzwa kwenye bustani ya Eden. Sasa nitaenda kufundisha siku leo madhara ya kusikiliza mafundisho yasiyo sahihi ya neno la Mungu kutokana na mtumishi anayetafsiri ya mafundisho. Dhara la kwanza huwa ni kupata upotofu wa kifikra. Cha kwanza, unapata upotofu wa kifikra kwenye akili yako. Kuna upofu fulani wa kiroho ambao unaingia kwenye maisha yao. Ukisema kwenye maisha yako, kuna kuwa na upofu ambao unaingia kwenye maisha yako ya Ukristo. Tunaona hapa kwenye maisha ya Hawa anapata upofu kwenye fikra zake na anapotea katika njia ya Mungu. Pia ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 4 na mstari wa 4, Biblia inasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, ili isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake, Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo unaona hapo Biblia inasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Kwa kuna mafundisho unaweza kuyasikia yakapofusha fikra zako. Kwa uwe makini. Kuna mtu ambaye anaweza katafsiri neno lakini asitafsiri vile sambamba na mapenzi ya Mungu. Sasa dhara la pili ambalo mtu anaweza kukutana nalo ni wewe kukosa ufalme wa Mungu. Unakosa nafasi ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kweli kabisa, ukimsikiliza mtu ambaye anatafsiri neno la Mungu nje ya mapenzi ya Mungu, hauwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka mlango wa 11 mstari ule wa 52, Biblia inasema, ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Umeona hapa Mungu anaongelea kwa habari ya ufunguo wa maarifa. Ufunguo wa maarifa unakuja pale ambapo unakuwa na mafundisho sahihi ya neno la Mungu kutokana na tafsiri sahihi ya neno la Mungu ambalo unakuwa unaisikia. Sasa kama Mkristo lazima uwe unajiuliza, je, huyu mtumishi ninayemsikiliza anatafsiri neno la Mungu sawasawa na uongozi wa Roho wa Mungu? Hiki kifungu cha Biblia anachokisoma anakitafsiri sawasawa na mapenzi ya Mungu? Kwa hiyo lazima Roho wa Mungu akusaidie ndani yako, kwa sababu Roho wa Mungu ni msaidizi. Kuna watu utakuwa ukiwasikiliza unaona moyo wako hauna amani, unaona ndani unazuiwa. Usiforce kumsikiliza huyo mtu, kwa sababu kuna mhubiri unaweza kumsikiliza akawa hana tafsiri sahihi ya neno la Mungu, yaani anapindisha neno la Mungu. Kwa hicho kitu kina uwezo wa kukuzuia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa jiulize, kila mhubiri unayemsikiliza, je, anatafsiri neno la Mungu sawasawa na mapenzi ya Mungu? Anatafsiri neno la Mungu sawasawa na neema ya Mungu? Kwa sababu usipokuwa makini utapata upofu wa kifikra na pia utakosa nafasi ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Sasa mhubiri anayetafsiri neno la Mungu sambamba na mapenzi ya Mungu lazima ataleta wokovu kwenye maisha yako. Yaani mtu ambaye anatafsiri neno la Mungu sawasawa na mapenzi ya Mungu, ukimsikia tu, cha kwanza utakachokiona ni wokovu kwenye maisha yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 1 mstari ule wa 16, Biblia inasema, kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Biblia inatuambia kwamba Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo mtu yoyote anayekutafsiria neno la Mungu
lazima alete wokovu kwenye maisha yako. Ukiona mhubiri kila siku anaongelea baraka, anaongelea mafanikio, anaongelea kuinuliwa, ila hazungumzii wokovu. Na ninapozungumzia wokovu, nazungumzia kwa habari ya toba ya dhambi zako, kwa habari ya wewe kutengeneza maisha yako na Mungu. Wokovu wa nafsi yako unaanza pale ambapo wewe unakuwa unatubu dhambi zako. Wewe kila siku unahubiriwa tu mafanikio, pokea gari, pokea nyumba, lakini yule mhubiri akuhubiri injili ambao unatakiwa umuogope Mungu, umheshimu Mungu, uishi maisha katika mapenzi ya Mungu. Hakwambii hayo mambo, hakwambii uache udunia, hakwambii wewe kujitenga na dunia. Unatakiwa makini sana na wewe mhubiri, kwa sababu moja kwa moja ataleta upofu ukifika kwenye maisha yako, atakuzuia wewe kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa nikutie moyo, uwe makini na wahubiri walioko mtandaoni. Sio kila mhubiri wa kumsikiliza. Kuna maeneo ambayo adui ana uwezo kuleta upofu wa kifikra kwenye maisha yako. Ana uwezo kukuzuia pia kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kuna mafundisho utakuta yapata yatakuzuia moja kwa moja kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Roho wa Mungu namuomba akupe neema, kila unayemsikiliza mtandaoni awe na uwezo wa kutafsiri neno la Mungu sambamba na mapenzi ya Mungu. Watu wengi walioko mtandaoni hawatafsiri neno la Mungu sambamba na mapenzi ya Mungu. Hawakufundishi neno la Mungu ambalo linaleta wokovu kwenye maisha yako. Mtumishi wa kweli anayekuhubiria lazima akuoneshe na moyo wa aina gani. Aguse uchungu ulionao ndani, kutokusamehe, uasherati unaofanya, uzinzi unaofanya, makosa unayofanya, kwa sababu baraka za Mungu zinaanza pale ambapo tunaitii sauti ya Mungu. Achana na hizi injili za mafanikio, pokea gari, pokea nyumba. Hapana. Lazima uwe makini ya kwamba injili ni uwezo wa Mungu litao wokovu. Lazima ukubali kuwa chini ya mafundisho sahihi ya neno la Mungu. Sasa kuna wahubiri ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yako, na wale wahubiri wanakuwa na uwezo wa kutafsiri neno la Mungu sababu na mapenzi ya Mungu, lakini watu huwa wanawadharau sana, huwa wanawapinga, huwa wanawadharau, huwa wanawadhiaki, huwa wana uwezo wa kuwafanyia mambo ambayo yanaumiza kweli. Lakini wale ambao wanawatafsiria kwa namna ambayo sio kweli wanapata umaarufu, wanakuwa na watu wenye kibali. Kwa hiyo mtu wa Mungu kuwa makini sana. Sio kila mhubiri maarufu mtandaoni unakumsikiliza. Kuna watumishi wanatafsiri neno la Mungu nje ya mapenzi ya Mungu. Mungu anataka unapolitafsiri neno la Mungu, mtu ageuke, mtu asiondoke nje ya njia ya Mungu. Sasa kuna watu ndani yao wamembeba shetani, wanatafsiri neno la Mungu mbali na mapenzi ya Mungu. Unakuta mtu anatafsiri neno la Mungu kulingana na theolojia, ameenda kituo cha Biblia anatafsiri hivyo tu, lakini haruhusu Roho wa Mungu aguse akili yake aweze kutafsiri maandiko. Ndio maana tunasema moja kati ya kitu ambacho kinaharibu kanisa ni theolojia, kwa sababu mtu anafundishwa kutafsiri maandiko kwa akili ya kibinadamu, lakini Roho wa Mungu anamfundisha mtu kutafsiri maandiko sambamba na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kama Mkristo lazima uchague kusikiliza mhubiri wa theolojia au kumsikiliza mhubiri ambaye ana mafuta ya Roho Mtakatifu, kwa sababu mtu mwenye mafuta ya Roho Mtakatifu atakutafsiria neno sambamba na mapenzi ya Mungu. Atazungumza kwa habari ya maisha yako na mitindo ya maisha ambayo inakufanya uwe mbali na Mungu. Lakini mhubiri ambaye amejaa theolojia atakuhubiria tu mafanikio, atakuhubiria tu mambo mbalimbali ambayo hayampendezi Mungu. Elimu ya theolojia watu wanasema ni nzuri, lakini ina ukweli nusu na uongo nusu. Kuwa makini sana mtumishi wa Mungu ambaye unasukumwa kwenda kusoma kwenye vitabu, kwenye vyuo hivi vya theolojia, kusoma vitabu mbalimbali vya theolojia. Kitabu cha kweli ni Biblia na mwalimu wa kweli ni Roho wa Mungu. Hicho ni kitu ambacho nitamani nikizungumze siku ya leo. Kwa kuwa makini sana na wale wahubiri ambao unawafuatilia mtandaoni, na Mungu akubariki sana. Shalom, shalom. Amen.